Yes, ndani ya episode ya 151 inaitwa The Defender. Tunaendelea kusonga mbele kama kawaida. Ndani ya episode ya 151 tunaendelea kusogezwa na mkali anaitwa Anzaboy. Anzaboy Library kutoka pande za Nyashana. Ofisi yake ya kwanza iko mitaa pale ya Tigo, ofisi ya pili iko Mikolushin, jirani na kituo cha bodaboda. Pia anauza flash na memory card na miendelezo yote ya kila siku Jumatatu. Na movie zote kali ambazo unazihitaji. Unaweza kumtembelea pale ukiwa mitaa ile ya Nyashana, ili uweze kupata device kama memory card zilizo OG, na device nyingine kama flash, lakini nyaya hizi za ku 2-in-1 pia utazipata pale. Lakini pia ana husika na kukuwekea movie katika flash yako, memory card yako. Ukienda pale unapata movie kali ambazo unazihitaji. Lakini pia ukiwa maeneo hayo, basi labda unakuwa kwa nini, unaweza kumpigia simu kupitia 06 86 82 79 48 au 07 92 82 79 48. Yote yanawezekana ukiwa na mkali mwite Anzaboy Library kutoka pande hizo za Nyashana. Yes, anatusogeza katika episode ya 151. Migirito aliambiwa kuanzia sasa asije akasahau nafasi yake. Na sasa hivi hataki kufanya mambo ya kipumbavu na kutoa amri za kuua. Kwa sababu wewe una nguvu, sasa naomba umalize uchafu huu. Lakini siwezi kupoteza matumaini. Tangoli alisema atahakisha kwamba familia ya Guerrero itakoma. Upande wa pili huku mama anasema anaenda msibani. Ana imani Ligoli atakuwa amebakiza hali ya ubinadamu katika nafsi yake angalau, ili mradi aweze kumruhusu kuomboleza kifo cha mtoto wake. Lakini kuwa makini, jamaa mwenyewe akawa anawaza hajui kwa sababu mpaka sasa maisha yake yamekuwa magumu. Aliapa kwa jina la David, kwa jina la Santino, yule shetani demon atakufa kwa mkono wake. Santino kajitoa maisha yake kwa sababu ya kuokoa maisha yako. Anaamini kwamba wewe unaweza kufanya jambo. Sasa lazima waendelee kupambana na watalipa kisasi kwa ajili ya Santino. Tukawa tumeishi hapo, sasa tunasonga mbele. Waandamanaji wanaendelea kuandamana. Polisi wanajaribu kuwazuia waandamanaji, lakini waandamanaji wanaendelea kusema hawataki familia ya Guerrero ibaki madarakani. Ni familia ambayo inaendelea kuwa ni familia ya kinyonyaji. Wanaendelea kuwaponda watu. Hatuwataki. Mama nogo, hello Beto jamani. Itakuwaje? Tembeza chuma. Bwana tunasubiria nini? Wanatamani kusababisha mamzuka ya kutosha hapa balaa hili Na wamlisha watu sasa wajaribu kusepa. Waondoke ile eneo wapishe viongozi. Viongozi wanataka kuelekea ofisini. Na kwambia huyu jamaa anaogopa, anaweza kioo kinaweza ikapasuliwa na stone hapa. Wakutana na stone ya shavu. Jamani balaa hilo. Ni hatari. Hivi mnasubiria nini? Wazuieni hao watu. Mea anaamlisha pigeni hao watu. Hapo ndipo viongozi wao wanakosea. Badala ya kutafuta solution, wao wanaamua kupiga watu. Piga au piga, kamata. Kapigwa chuma kwanza juu papa kama 4-5 hivi. Na hiyo wakaanza kutafuta njia. There we go, unaona? Ndio hivyo washenzi wakubwa, pisha njia. Watu wametawanyishwa kwa risasi. Huku msibani sasa. Watu tunajua msibani huwa ndio sehemu ambapo watu wanapiga story sometime. Watu wanacheza karata kufalijiana ili kuondoa maumivu kwa wale wafiwa. Wakati huo ndugu jamaa marafiki wako hapa wamekuja katika msiba wa Santino. Santino alikuwa ni kipenzi cha watu wengi. Kwa hiyo watu wengi walikuja hapa. Maskini wa Mungu Santino alikuwa na umri mdogo kweli kweli, maskini. Mama yake na Inteng Imerna galit na galit yun sa mga anak natin. Muangalia sasa. Para magbigay galang kay Santino. Kapatid siya ni Tanggol. Tumekuja hapa kwa sababu ni ndugu yake na Tangoli. Hii ni kuwafanya angalau wajisikie vizuri. Kwa hiyo wao wamekuja sasa pale nyumbani. Kumbuka katika nyumba wanakaa kwenye kagorofa fulani ka Uswahilini. Kwa hiyo ukifika unapanda juu. Polisi wako hapa. Naintindihan namin siya. Captain kwa sasa yuko sawa. Kwa hiyo Mando ndo anasimamia kuzungumza na watu na kila kitu. Wakati yeye anapiga mtungi mmoja wa hatari sana, yuko pembeni, afu na jeneza liko pale pembeni. Milna, makikiramay kami. Tuko hapa kwa ajili ya kuweza kutoa pole ya msiba kwa Bwana Rigoli. Na familia hii
ya besti yetu Malitesi, kwa sababu ni mtoto wa Malitesi ambaye alikuwa ni rafiki na walikuwa wakifanya biashara wote katika eneo la sokoni. Ligoli, tuko hapa kukupa pole kwa kupoteza. Dingi linakunywa pombe. Najua unapitia maumivu makali sana. Unajua imekuwa ni muda tangu umepoteza mtoto wako mwingine David. Bado tena huyu mdogo naye Santino. Lakini usijali, tutaendelea kuomba kwa Mwenyezi Mungu nafsi ya watoto wako wote zipumzike kwa amani. Kasalanan nito. Nakwambia ni hatari. Zana asila kukata jicho lake tu inabidi ukae pembeni. Unajua maafando wana macho fulani hivi sijui aina gani. Yaani akikukata jicho tu hivi yani unaona kabisa hili ni jicho hili sio la amani hili yani. Jicho la shari hili, mtu anakukata jicho mpaka unaogopa. Mama na hasira na huyu mwanamke. Watoto wake ndo miongoni mwa wale tu. Jamani twendeni tuishatoa sisi pole ya msiba. Anakwambia msiba kwake tu yani. Mama ni mwangalia jamaa alivyotoa jicho hilo. Yaani wewe mwenyewe unaondoka msibani bila hata kuaga. Mando anashuhudia, sasa kama msiba ndio utaenda hivi, mtu amekata jicho hivi. Cheki mwamba alivyokaa. Ni hatari. Anamwangalia Santino. Anaangalia picha ya Santino. Wakati kuna mtu mmoja yuko hapa, ana kofia anaangaza kulia kushoto. Hatujui hawa watu ni wakina nani. Wanaonekana ni watu wametulia. Pero dapat alisto. Tueni makini ete. Si Tanggol. Kumbe anaonekana anataka kuja kumkamata Tangoli. Ni maaskari jamaa kaisha wapandikiza hapa kwa sababu ana imani Tangoli lazima haje hapa. Atakavyokuja tu Tangoli lazima mnase. Kwa hiyo maaskari wako hapa wanavunga kama ni watu wako wanazula. Lakini kumbuka mtaani bwana, watu kama sio wenyeji ama sio wa hapa mtawajua tu kwamba watu sio wa hapa. Maana mtaona wanazunguka afu watu wamwajui. Ndio hivyo lazima mshtuke kidogo. Wametulia hapo wanavunga wote ni maaskari hawa. Jamani, Wala. Kuna kitu kingine ambacho nahitaji hapana. Walianza kushuhudia watu ambao hawaeleweki katika ile eneo. Wamekuwa ni wengi sasa. Sasa muuza duka huyu kashtuka. Ikabidi aende kwa wadau wake hawa. Jamani, watu vipi? Mbona watu wako wengi sana mitaa hii? Sijawahi kuona kabla hapa. Si unajua watu wa mtaani kwako unajua, anasema hizi ni sura mpya kabisa. Na inaonekana hawa watu watakuwa wamekuja kwa ajili ya Santino. Tuongee nao hapana. Pengine labda tu si mkasahau. Hawa watu mbona sura ngeni kabisa? Bana nadhani hawa watu wameshashtuka. Wameshaanza kutuona sisi kama vile si wa hapa. Sasa tubadilishe location. Ikabidi hawa jamaa wabadilishe location. Ni maaskari. Wakahama location baada ya kuona raia wameshaanza kuwashtukia. Ni tatizo hili. Mnyamwezi na ametoka sasa. Yuko zake Misele anatembea. Anakuja mpaka mitai hapa ambako maaskari wako hapa. Kuna taarifa yote? Mzee, tumejaribu kuendelea kuangalia miji yote na mitaa yote. Lakini naona wala pong napansin na ating makasamahan. hawajaona chochote. Naomba muendelee kufanya patrol eneo mwanzo mwisho. Tangoli asije kusubutu kuja kumwona ndugu yake. Umesikia? Lakini tayari watu wamesha sijali. Nachotaka ni kumkamata Tangoli. Tangoli kama ukimwona tu, yani ulipote haraka kwangu, umesikia? Ako lang papatay sa demonyo yun. Mimi ndio nitakuwa mtu wa kwanza kumuua yule demoni, yule shetani. Anamuita demon. Demon maana yake ni kama shetani au jitu linalotisha sana kupita mfano. Watu wanacheza huku karata namna hiyo, wanasukuma muda. Mama wakatoa kipenzi akiwa ametoka, ama aliyekuwa mume wake, mzazi mwenzake kwa sasa tunasema, mama ndio anafika. Anafika hapa anambia Malitesi, Ligoli, mimi sijali, Ligoli yuko ndani atakuletea balaa. Sukuma wewe Tesi. Maskini wa Mungu. Sasa alikuwa anamzuia, anajua Ligoli yuko ndani. Kumbe Ligoli alikuwa ametoka. Mama anafika hapa anakutana na jeneza. Hakuamini kila anachokiona, ilibidi atoe kilio. Maskini wa Mungu. Maskini wa Mungu analia tu. Lia vibaya sana. Piga mayowe.
namna hiyo. Lia sana, lia mno, maskini wa Mungu, balaa zito hili. Lia sana, lia mno, lia mno. Maskini wa Mungu anaambiwa come on, tafadhali Malitesi, Malitesi tafadhali. Kilio kinaendelea, kilio kinaendelea. Mambo ni ya moto haya, mambo ni ya moto, tena ya moto sana. Mwanangu, 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 tafadhali msamehe ndugu yako. Familia imeshaingia kwenye matatizo. Wewe ni mwanangu mzuri. Anakumbuka mara ya mwisho alivyomwona akiwa ingali hai. Alimbembeleza sana aondoe ugomvi kati yake na kakake. Anakumbuka zile moment ambavyo kijana alivyokuwa mstaarabu, alimsaidia mama kupika nini. Ni mshahara wake wa kwanza baada ya kupata kazi, aliamua kununua vitu kidogo kwa ajili ya nyumbani. Anasema mama, ndio hivyo nipata bahati. Sasa hivi nafanya kazi kama mtu wa usafi sehemu moja kwenye gym. Ninajaribu nasema ukweli tu, nimeanza kujifunza kuwa mpambanaji wa ngumi za ulingoni kukamilisha ndoto zangu mama. Mama, sifanyi yote haya tu kwa ajili yangu, nafanya kwa ajili ya familia yangu, hata siku moja mambo yakae sawa. Ni kama vile Tangoli, nataka kuondoa umaskini katika familia yetu, na natumaini kwamba siku moja ninaweza nikafanya jambo mama ukajivunia kwamba mwanao nimefanya jambo. Sasa kuanzia sasa na kusapoti mwanangu kwa sababu nakupenda. Ujue mama kiasi gani nilivyo na furaha leo kwa kunisapoti ndoto zangu nilizokuwa nazo. Hakuna kitu kizuri kama mzazi kumsapoti mtoto kila anachokipenda na ili aweze kufanikiwa. Mtoto huwa anajisikia vizuri mno na huwa anapata motisha, nguvu ya kukipambania kile kitu. Kama ni mwimbaji anakuwa mwimbaji kweli, kama ni mpambanaji wa ngumi za ulingoni anakuwa mpambanaji kweli, kwa sababu anajua anabeba nyuma kuna watu wanaomsupport, wanaomtegemea, ili mradi siku moja waweze kumsifia na kusema ya kweli wewe unatuwakilisha vyema. Kwa hiyo jitahidi mzazi, unapokuwa na mtoto, Mungu amekujalia mtoto wako afanye mambo ya ajabu, msupport katika ndoto zake. Anataka kuwa dokta, onesha jitihada kwa namna unavyoweza ili afanikiwe. Kama anataka kuwa mwalimu, msupporti, mfanye aipende kazi yake, mfanye apende kipaji ambacho Mungu amembariki kwa kukipenda yeye mwenyewe kutoka moyoni. Hakikisha tu kikiwa katika njia iliyo salama, lakini usimforce mtoto kwenda sehemu kwa sababu wewe unapenda wewe, maana mwisho siku ndio unaenda kutengeneza majangili. Namtaka mtoto aweze kuwa afande wakati hataki kuwa afande, anataka awe mwalimu. Akienda kuwa afande, mwisho siku anaanza kupiga watu risasi ovyo, anaenda kuwa mlalushwa. Afu baadaye unaanza kusema mtoto wangu sijui jamani anamtafutia kazi ameharibu. Kumbe mtoto alikuwa anataka awe mwalimu. Wewe mtoto anapenda upendo, kufundisha watu, wewe unataka akafika kamate watu. Vitu vili tofauti. Anataka awe daktari atibu watu. Unaenda kumwambia akawe sijui nani ampige mtu. Sasa inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo angalia, ndio maana tunatengeneza mashetani sisi wenyewe wazazi. Watu ambao tunawaona katika sehemu mbalimbali ni kwa sababu sometimes hawakupaswa kuwa pale, ila tu walifosiwa na wazazi wao, na ndio maana wamekuwa watu wa ajabu mpaka dakika hii. Unajua huyu mtu nani? Mwalimu kweli huyu? Mwalimu katili, nakwambia, mtoto kidogo huko bakola. Kidogo tu ngumi. Malitesi nakuomba tafadhali. Tafadhali kwa ajili ya Santino naomba uondoke hapa, Ligoli asije akakukuta hapa. Anasema yeye ndio sababu mwanangu amekufa. Sijali chochote kwa sasa. Mama anasema hajali chochote kwa sasa. Mando anajitahidi kumtoa. Anamwambia wewe tuondoke hapa. Tuondoke wewe hapa, usije ukakutwa na Ligoli. Ligoli atakuja kukuua. Maana anampenda huyu mwanamke ni balaa. Haya ndio mapenzi ya dhati Mando ameonyesha kwa shemeji yake. Alimpenda huyu mwanamke, lakini mwanamke akawa amechukuliwa na rafiki yake. Yeye akakaa pembeni mpaka leo jamaa hajaoa. Maskini wa Mungu anajitahidi kumuondoa mwanamke hapa asije kukutwa na Ligoli. Ligoli akimkuta hapa itakuwa ni kasheshe na itakuwa ni balaa zito. Kwa hiyo ni bora zaidi aondoke ile eneo. Wakati huo sasa katika unaambiwa Manispaa Hall ama City Hall, Meya anaambiwa this way, njei huko. Waandamanaji wako kila kona, hawawataki hawa watu.
Sandy, hawa watu wanafuata nini hapa? Lista. Hawa ni waandamanaji. Lista. Hawa sio waandamanaji, ni watu ambao wanaendelea kusema Tangoli kwamba ni mtu ambaye ameshinda. Maana yake ni wale wale. Manloloko yung mga. Hawa Shinzo wanatudanganya. Nauso sa public. Sasa ndugu yangu, hii itakuwa ni hatari. Sandy, Check the board. Ito po, Vice. So, you're gonna nadhani umeshaandika kila kitu press na Ndio, kuna mambo yote yako hapa. Mwanangu, sila focus. sa kanila na hindi. Waoneshe kwamba wewe unaweza kuwa challenge. Mama, nitawa challenge. Sa kanilang lahat na Tena amhari. nitawaambia mimi ndiye King of Manila. Mimi ndiye mfalme wa Manila. Yes, bonge la kitu ila hapa. Yes, kitu inaendelea kurindima, inaendelea kuleta raza na burudani. Hii ni idara ya Flavor himself DJ Junior. Na kuletea bonge la movie nyingine safi iliyotulia hapa, inaitwa Never Say Die. Bonge la picha yenye mikono ya maana, mishemishe kama zote hivi. Picha ambayo ina drama nzuri za familia, mambo ya kujifunza katika familia. Inaendelea kuangalia na kuangazia maisha ya askari pamoja na waandishi wa habari wawili ambao wanapambana kwa ajili ya kuhakikisha kwa mambo yanakaa sawa, lakini polisi mmoja anaenda kuingiziwa katika kisanga kimoja hivi cha kwamba ni mlalushwa. Na baada ya hapo anakutana na kesi kubwa, lakini binti yake amekuwa ni snitch fulani hivi wa kutafuta content mitandaoni, yani ni content creator, ama unaweza ukamuita kama citizen journalist, yani mwandishi wa habari fulani hivi ambaye hajasomea, yani hajui, hana professional. Lakini wakati wa babake anaingia katika kisanga kikubwa na mama anashindwa kumwamini. Ameonyeshwa picha kwamba mume wake amekuwa na wanawake, amekumbwa, ameonekana kuwa ni mlalushwa. Waandishi wa habari hawa wanaamua kufanya kazi ya kutafuta ukweli, yani yule content creator pamoja na mwandishi wa habari mmoja ambaye ni spy wanaungana ili kuhakikisha kwamba wanakwenda kupata ukweli, ili kuzuia genge hili ambalo lilikuwa linauza biashara haramu. Lakini wakati huo wanakutana mtu mmoja anawasaidia. Huyo mtu ni nani? Ambaye anawaambia na mimi nipo hapa kwa ajili ya msaada. Sasa vijana wanaungana, picha imejaa action sana, asikwambie mtu, na hii si ya kukosa babake. Issue ni kutafuta ukweli na kumsaidia afande, na bibi anafundishwa sasa kukamata bastola. Hili picha si la kukosa babake, full action. Na hii ni idara ya Flavor himself. Jina langu mimi ni DJ Junior. Sijawahi kukukwaza katika kukuletea vitu vya maana kama hivi huwa naleta vitu adim kinoma noma. Yes, salia na mimi. Hii hapa ipo mtaani tayari kwa Banka D. Utaipata CD zilizo bora kabisa na za kisasa katika mfumo safi kabisa uliotulia. Endelea kwa DJ Junior, uendelee kuenjoy mamzuka ni kama yote. Hii ni mpya kabisa kwa Banka D, unaipata. Yes, mimi ndiye DJ Junior, the magnetic voice himself, kama dazeni ya burudani. Salia na mimi, uendelee kuenjoy.